Wapi? Mzee inakuaje? Bwana kama kawa. Kama dawa? Kama dawa kabisa. Bwana nani maarufu? Jina gani nikija hapa kijiweni nikikulizia na kupata? Bwana hapa kijiweni ukija ukiniulizia Kubi Boy, yani unanipata bila wasiwasi. Kubi Boy, niambie mzee, una mwaka wangapi toka uanze kazi ya kuendesha bajaji? Nina mwaka wa 6. Una mwaka wa 6? Ya, kwenye bajaji. Kwenye bajaji. Ya. Nataka nifahamu mzee, mishemishe zimekwenda poa kabisa, kwa siku unakunja kama shingapi? Mungu akisaidia siku nyingine unaweza kupata laki, 80, 50, 40. Inategemea na jinsi siku ilivyokuwa. Yani Mungu anasaidia. Lakini mzee mambo yamekuwa bie, jiwe watu wanafunga. Sometimes Mungu anasaidia unapata jiwe, muda mwingine unakosa unaweza kupata 50. Umeona? So mbaya kwenye ukiangalia kwenye kuigawagawa labda ya bosi, ya kwako, ya mafuta, umeona? Kidogo at least unaweza kaambulia, lakini sio kama ile useme ukae tu mikono mitupu, inakuwa hapana. Nataka kufahamu mzee, bosi kanunua chombo kipya kabisa, anakukabidhi, hesabu kwa siku unapeleka shingapi? Chombo kipya inategemea sasa, kama ni mkataba unaweza ukaangalia kama ni ya mafuta 25, umeona? Kama ni ya gesi 30. Na inapatikana ni kukomaa tu. Tunajua kupiga kazi. Mwanaume kaandikiwa na kura kwa jasho. Lakini bwana, mabosi wengi wamekuwa kilalamika vijana lika lako au lika langu akipewa vyombo hawapeleki hesabu kwa wakati, na kama wanapeleka basi longolongo zinakuwa nyingi. Mnakuaga mna changamoto gani Kubi? Unajua nini? Kama binadamu lazima unakuwa na changamoto, au sio? Kama kijana na bosi, unakuta labda kijana labda ana changamoto kwenye kazi zake, labda kuna jambo limemkuta labda nje ya kazi, umeona? Lakini bosi yeye angalie hilo, yani kibinadamu unabidi unaangalia na mwenzio kwamba amepatwa na tatizo uweze kumsupport. Inakuwa vizuri zaidi. Yani bosi ukiumwa, umefiwa, yeye anataka hesabu. Yani hesabu. Angalia mambo ya binadamu. Angalia binadamu, hasa unafikiri hapo inakuwaje? Si inakuwa sio kweli ndugu yangu. Bwana, nyakati zipi zinafedhwa? Ni kipindi ambacho shule zimefungwa, kipindi cha Januari maofisi mengi ndio wanafunguliwa, au kipindi hiki cha mwisho wa mwaka? Wakati wa shule zikifunguliwa pesa kidogo inakuwa iko vizuri, sababu kuna mzunguko wa watu. Hela inakuwa at least inapatikana kwa urahisi. Lakini kama shule zimefungwa inamaanisha mambo mengine yanapungua, mambo hayaendi vizuri, unajua? Wanafunzi wana request sana. Wanafunzi yani wana request sana. Unajua ile miezi ya kwanza nini wanaenda shule nini, zile zinakuwa nyingi sana. Bwana, nataka kujua kwenye wateja kuna jinsia mbili ambazo nazibeba, wa kike na wa kiume. Matajiri gani ambao ukiwabeba wanakuwa yani wanazinguaga sana yani kwenye kutoa hela, yani wafu wanalialia sana? Hasa sana mimi naonaga sana wa kike ndio wanalialia sana. Lakini washikaji hivi unajua wanajua kabisa kwamba huyu mtu anapambana. Acha bwana, acha apate, unajua? Lakini sometimes wadada hivi anakuwa elewa baili sana. Bwana, kati ya yote changamoto gani kubwa ambayo mnakutana nayo mara nyingi barabarani ambayo unaona yani kuna muda inakatisha tamaa, lakini unasema no, kwa sababu tumeamua kupambana, tuendelee tu kupambana? Kwa kweli unajua maisha jinsi yalivyo yana changamoto zake. Sometimes unaweza kupata changamoto mpaka ukajikuta kwamba unataka kukata tamaa, lakini kukata tamaa sio sababu yani ya kusuluhisha lile jambo. Kwa sometimes unaweza ukasema hapana, ngoja niendelee na jambo langu. Umeona? Sababu ukiangalia kwamba maisha yetu bila malengo huwezi kufika. Lazima utoboi. Malengo ni muhimu kwa kila binadamu aliyepo duniani. Mnalialia trafiki wanawapiga sana bao, au nyinyi ndio mfuati sheria? Unajua nini ndugu yangu, trafiki nayo ipo kazini. Unajua sometimes unakuta trafiki labda haelewi changamoto za hapa na pale. Unajua mnaweza mkapishana lugha, anza kuandikia mkeka labda 3, unajua afu wale yetu wenyewe ndio kalipe mkeka 3, inakuwa ni shughuli. Kwa hiyo ujumbe wako kwamba walegeze kidogo
tupate wote, si unajua? Tupate wote. Bwana, mimi nataka kujua mzee, umesema kati ya abiria wa kike na wa kiume, wa kike ndo wamekuwa na changamoto sana. Labda uniambie mkasa gani au issue gani ulikutana nayo kwenye kazi yako ukasema bwana, bila Mungu hapa nisingetoboa? Kuna changamoto moja sitokuja kuisahau. Kwanza siku hiyo, yani siku nzima kwanza nilipiga kazi sana, nitafuta hela sipati. Tafuta hela sipati, umeona? Nikakaa mpaka saa 7 nilipata abiria, alikuwa mdada mmoja hivi mweupe mzuri, umeona, kesa kwamba yani kabarikiwa, si unajua. Yani mimi nilikuwa sio ficho chochote kile, yani kwake kule muda nikasema fresh, ngoja nimbebe, maana yeye alikuwa anatoka Riverside anakwenda Goba, umeona. Yani kwenye kutembea huku tunapiga story katikati nini ya safari, tunaongea nini hivi na vile, hadi kufika Goba nini, umeona, nilikuwa na paki muda huo. Unamshusha? Yani namshusha. Naongea naye kwamba nipe hela yangu, umeona. Alikila nikimuongelesha, yani sijaangalia nyuma, umeona. Mwenzangu kimya. Ile naangalia nyuma hivi nakuta manyoya, ni mjomba, manyoya. Bwana, manyoya haya. Manyoya ya kuku, mzee wangu. Nilishangaa ni paka nikawaza, sababu njiani nilikuwa naongea naye vizuri tu, ananijibu vizuri tu, lakini nafika nakaribia kufika ni paki, unajua, nakuta manyoya. Wakati ambao nataka kudai pesa yangu, nilitamaki, mzee wangu, nilitamaki sana. Sikufanya kazi karibia miezi 2. Umeona ndugu yangu, yani yani ulikuwa una hofu, ile uoga umekuingia? Nilikuwa na hofu, yani nilikuwa na uoga wa hali ya juu, mpaka nikawaza kwamba huyu anaweza akanirudia tena, unajua. Sio binadamu, ni jini. Yani hii story ni ya ukweli, yani sio kwamba ni ya uongo, ni ya ukweli. Ni balaa. Kwa hiyo sasa baada ya miezi 2 kupita, nini ulifanya? Ikanibidi sasa tembee zangu niende molo nyumbani, umeona, maana ile hali ilinitisha, umeona. Nikaenda nyumbani nini kufanya mazingira nini, tamaduni, unajua, Morogoro milimani huko kwa wazee. Nimeweka mazingira yangu sawa, umeona, nimerudi, namshukuru Mungu, mambo yanakwenda. Kwa sasa hivi bado unaendelea kukesha au bado ile kifika mida fulani tunaona bora nkalale tunishakosa? Yani sasa hivi ndugu yangu, sasa hivi masuala ya kukesha mimi nimeacha, sababu pesa zipo, pesa zijai ndugu yangu. Na usiku unatisha? Usiku unatisha ndugu yangu, pesa zipo. Kaka, ulikutana na manyoya kabisa kwenye bajaji? Manyoya kwenye siti ya bajaji, sababu alikuwa amekaa mwisho kabisa, karibiana kile kisehemu cha plastiki cha kuegemea hivi mkono nini, unajua, manyoya ya kuku. Ulienda nani aliyasafisha sasa hayo manyoya? Mzee wangu mimi tena, mwanangu hapo nilihofia sana, sema ikanibidi nitafute mifuko nini, nikavaa nini, nikatoa nini ile manyoya nini pembeni nini, nikatupa nini, safari ikaendelea. Maana wakati huo na uoga, sio mchezo. Bwana, pole sana kwa mkasa. Nashukuru sana ndugu. Lakini kazi sasa hivi inakwenda poa? Namshukuru Mungu, mambo yanakwenda at least sio mbaya. Mungu anabariki. Mungu anabariki, japokuwa changamoto za hapa na pale nini. Unajua kidogo sasa hivi watu wamerudi nini majumbani huko, wameenda shamba nini, wengi watu wamekimbia mwisho wa mwaka. Watu wamekimbia mjini hapa mwisho wa mwaka. Kidogo watu wamepungua kidogo, hata biashara nazo kidogo zinakuwa hazichangamki sana, lakini hadi kufikia mwezi wa kwanza mambo yataenda poa. Bwana, shukrani sana. Nataka nikuulize swali moja la kizushi, mzee wangu. Mimi naamini utanijibu. Umeshawahi kumtongoza abiria? Kwa kweli hiyo inatokea, sababu kama mimi mwanaume nilijali, kuna hali ya matamanio. Unajua wanawake wameumbika bwana, mzee wangu. Wanawake wameumbika, kila mwanamke ana uzuri wake, afu wanawake ni wako wengi. Umeona, unaweza ukachanganyikiwa mwenyewe tu. Na umeshawahi kumbeba bure binti ukamwambia bwana, kwa jinsi ulivyo tumia hata nauli sidai? Kwa kweli kuna abiria mmoja huyo alikuwa kabarikiwa ndugu yangu, hata kudai change tena, yani kudai hela yangu yani ilikuwa ni ngumu, sababu hata hivyo wenyewe mtu katoa shilingi 10,000, afu ukiwaza 10,000 tena uende ukakate 500, inakuwa sio kweli. Mtoto mzuri kama yule unajikuta unamwachia tu anaenda.
Bwana, shukrani kwa time yako. Bwana, nashukuru sana. Haina noma. Hamna noma. Kazi njema familia. Nashukuru sana. Poa poa.